Yaani siamini kwanza kichotokea. Makao makuu pametokeza wajumbe wa mbinguni. Kwa majina naitwa Pius Thomas. Kata ya Mbuyuni. Unavyoona tukiamka asubuhi tunakutana tu maskani pa kwenda hatuna kazi. Tukikaa maskani pa tunapigana simu, tuende kwenye kamari. Kijiwe chochote cha kamari kile pale, watu waje mpaka wanikute mimi pale maskani ninapokaa pale. Huwa anipigia simu, mimi ndo tunakuja kwenye kamari Mbuyuni. Tukiamka kila siku asubuhi tufika kwenye kamari pale kuanzia asubuhi mpaka jioni saa 12 mpaka saa 2 siku nyingine tunakaa kwenye kamari. Kwa hiyo bwana, maisha yangu mimi kwa ujumla ndio hayo. Nikitoka pale maskani, yani wazazi mtaani wananichukia, waona kama watoto zao nawapoteza mimi. Kuna wengine bado tunao kama yani kwa angekuwa mwanamke watoto zangu kabisa kwa zaa pale, sema kwa sababu tu mwanaume. Kutoka pale maskani pale napitia dukani, mimi ndo kama mwalimu wao, anaita mwalimu, sababu mwalimu wa kamari pale. Umeona? Nanunua kata dukani pale, kazi yangu kununua kata dukani kuweka pale kucheza kamari. Kwa hiyo kuanzia asubuhi mpaka saa 12 mpaka saa 2 tuko pale. Hatuna pa kwenda, hatuna cha kufanya nini. Huwa maisha yangu mengine labda bodaboda pale bosi akinikia bodaboda. Pale kijiweni abiria wa hamna, mara nyingi abiria hamna. Tukikaa kuanzia asubuhi mpaka saa 3 abiria hakuna. Abiria akiwa hamna tunapigiana simu. Bwana vipi kazi tunaitana kazi. Bwana shule vipi shule? Shule bwana tayari bwana ameshakuja watu wawili bwana, pakaja Hussein na Rajabu hapa. Tutamsubiri mtu wa 4 aje twende tukaenee, maki pale bila watu wa 4 amwezi mkacheza kamari. Mpaka mwe watu wa 4 au wa 5, wawili amwezi mkacheza kamari. Kwa hiyo anafika pale tunakupaki bodaboda pale. Mimi napigia simu kama kashafika mmoja, naambia bwana kashafika mmoja, kuna msubiri Hussein anakuja. Umeona? Akishafika Hussein, akishakuja mwingine tunampigia simu, wengine wanakuja wenyewe. Tukianza pale watu wa 4, wengine wanafuata wenyewe, yani wenyewe wanakuja wenyewe. Watu wanatoka sehemu mbalimbali. Wengine wanatoka Mji Mpya, wengine wanatoka Chamwino, wengine wanatoka Mafisa, wengine wanatoka Mazimbu. Yani unavyoona pale bwana mheshimiwa, watu wanatoka kata tofauti. Wanakuja hapa Mbuyuni bandani kucheza kamari. Kwani kijumla kwa jamii yani yenyewe ilikuwa hatutaki yani kutona. Kwanza tunataka si wanapoteza watoto. Tuambie tukacheze kamari polini, tucheze pale. Watu wakitoka shule mara nyingi wanatona pale kucheza kamari. Jamii imetutundia tume askari wa kata. Tukiingia pale tu askari kata anapiga simu. Askari kata akipiga simu akiwa anakuja pale, sisi kuna watu wanatupigia simu pale. Bwana askari anakuja tunakimbia. Basi huo askari kutukamata na kwa kazi sana. Yeye askari sisi tushatupiga sana picha zetu. Kama mimi picha zangu askari kituo cha kata wanazo, kituo kikubwa picha zangu wanazo. Yaani mimi ndo naonekana kata zima Mbuni, mimi ndo naharibu watoto. Wakisema kamari tu lazima nitafute mimi hapa. Sasa hivi yani siamini kwanza kichotokea. Natoka nyumbani kwanza nimefika hapa kwenye kamari. Kama kaida yetu lazima tuje kwenye kamari. Yaani ninavyokuambia mtumishi toka 95 ile eneo lile toka 95 mimi nacheza kamari pale. Maisha yangu karibia yani yote yameisha kwenye kamari. Hivi ninavyokuambia nyumbani sina kitu, yani labda na sofa kitanda, sina kitanda la sofa nini. Na kitanda tuna godoro la kawaida. Maisha yangu yote yanaharibika pale. Umeona bwana? Napewa pikipiki napokonywa. Napewa pikipiki napokonywa nalia kwenye kamari pale. Ila bosi nashinda kupeleka. Pikipiki napata naweza kukaa miezi mitatu pikipiki sina. Nashinda pale. Nikipata pikipiki pikipiki Jumapili tunapeleka la bosi ya wiki. Ila wiki bosi nampelekea 42 kila wiki. Pata sika wiki kupeleka la bosi ila sina. Nakuwa nimeshalia kwenye kamari. Jumatatu bosi akinisikizia Jumanne anakuja anachukua pikipiki yake, atakuwa sina pikipiki. Kwa maisha mengi jumla ameishia pale, amenibia kwenye kamari pale. Yani mpaka siku hiyo mchungaji huyu anakuja hapa. Mara ya kwanza gari zinaingia zile. Mara kwanza mliingia hapa na gari ziko. Mara kwanza mmeingia hapa na gari ziko kama 7 hivi zimefunga mizigo. Tukawa tunashangaa pale kwenye kamari, tunashangaa. Tukasema hawa watu wa msaada wanakuja kuleta msaada shule au vitu vya madaftari ya wanafunzi au vitabu. Tukawa tujaelewa kama mkutano wa dini. Umeona bwana? Mkakaa mkazunguka uwanja, mkashangaa uwanja, mkaja mkaondoka. Kesho yake mmekuja kwenye mkutano hapa. Nakumbuka sisi siku ya tarehe 7 ile. Ndio mnaanza mkutano. Sisi tuko kwenye kama tumejaa kibao hapa tunavuna kwenye uwanja wetu wa kamari. Mzee anaita makao makuu. Ya sipa tunaita kama Migombani, hapa tunaita Migombani. Umeona bwana? Sasa ile siku mzee mnafika hapa kwenye mkutano, tuko pale, mkutano umeanza. Watu wa kawaida tu mpo hapa. Majina wamekuja kuangalia mkutano. Lakini ile siku ya kwanza ile na kati nacheza kamari pale.
Yaani sielewi. Umeona bwana? Mzee John Rafael alivyoingia kuhubiri pale, kabla kuhubiri anaanza kuongea maneno yake ya kimungu nini, mazingira. Alinistua mimi moyo wangu. Kuna nyimbo alikuwa anaimba hapa dini hapa mzee. Akaniimbisha watu nyimbo ya dini. Ile hadi siku nilirekodi ninayo kwenye simu yangu. Simu yangu nimerekodi ninayo. Simu yangu kiita inaita nyimbo yake hiyo ya mzee. Nimerekodi ile nyimbo akati tunacheza kama pale, simu yangu nimerekodi afu kaja alipomaliza kuimba nyimbo kana nahubiri nikakata ile nyimbo. Tumekaa kidogo pale tukapiga simu, askari wanakuja. Tukakimbia. Kama watu walituona uwanjani wa Mwini kupo kibao, tukakimbia wengine huko. Tuliambia kuna askari anakuja, tukakimbia. Umeona bwana? Sasa kesho yake tukaenda kwenye kama kawaida tukiamka asubuhi sisi kwenye kamari tu maisha yetu. Kesho yake mkutano ukaendelea. Nikaa nasikiza mzee anavyoongea pale, maneno yanaingia kila, yani kiasi kusielewi yani. Kila kitu nyumbani. Yani sielewi, unaona kama vile kuna vitu vinaniingia sivielewi. Yani simu yangu ikiita mara nyingi bana nashangaa, sasa mbona anaita nyimbo ya mzee John? Anaimba mwenyewe kwa anaimbisha siku hiyo. Sauti yake. Simu ikiita, wewe sasa hivi umekuwa mzee Pancho, nikasema hamna mzee, kuko na mahubiri huko nyumbani, huko juu Mbuyuni tunakoshinda. Kuna mkutano wa Injili, kuna mzee anahubiri sana yani. Anaitwa mzee John. Katoka Arusha. Mkutano kwa Mbuyuni unaisha tarehe 21. Sema basi tutakuwa tunakuja. Basi bwana kesho kutu yake tena siku hiyo mzee tumekaa pale. Akasema bwana kuna akaita vijana pale. Akaita vijana pale. Vijana naomba kama kuna vijana nataka kuja hapa waje hapa. Nataka vijana waje hapa. Avoita mzee vijana waje siku ile. Mimi nikatoka wa kwanza kuja kwa mzee hapa. Umeona? Tukaja kwa mzee wa kwanza, nikafika mpaka katikati ya uwanja hapa, akaja mwingine. Mzee akasema, hata mbona anakuja wawili? Kwa hiyo ni wapi zaidi hawa wawili? Akaongezeka mwingine. Tukawa kama vijana kama 6 hapa kwa yule mzee pale. Tulifika kwa mzee pale, mzee alisema pale, akisema vijana, nyinyi ndio mmekuja. Sawa, sasa nashukuru sana kama mmekuja na hapa ila mkanywe soda. Akatugia hela soda pale mzee, tukafurahi sana. Wakati ule mzee anatugia ile la soda, mimi simu yangu tayari pale nilikuwa nishaliwa kamari. Nishaweka bondi. Pale nilikuwa nishaweka kamari, simu yangu ile nishaweka bondi kwa nadaiwa pale 12,000 na mtu. Umeona bwana? Yule mzee vonigea ile hela siku ile pale tukagana watu 6 tumegana kila mtu 16,500. Mimi nikaenda nikagomboa simu yangu 12,000 kabaki kama na 4,500 hivi. Nikakaa pale kwenye kamari mpaka jioni, nikaja nikaondoka zangu. Sasa kila siku mzee ananiingia. Kila siku anavuta mahubiri na rekodi kiasi kingine na rekodi mahubiri yake. Kila nyumbani nasikiza usiku, nikaa nasikiza nyumbani pale nasikiza, wapangaji wengine wanashangaa, wewe siku umeokoka? Hamna. Wewe sikia mzee anavyoongea, huyu mzee anaongea maneno makali sana mwanangu ya Mungu. Yaani wewe acha. Umeona bwana? Sasa siku hiyo tena mimi mpaka kinachofanya mpaka nije hapa kuokoka hapa. Yaani kumuona Mungu. Nilikuwa nimekaa pale. Mzee akaita watu ambao waliwabatiza jana. Naomba ambao wale walibatiza jana waje hapa mbele. Wakatoka watu, wamekaa kwenye vita, wameenda pale mbele. Kwenda pale mbele mzee alivyoaona wale watu, akaambia watumishi wake kuwa wapeni Biblia hawa. Kila mtu alibatiza jana apewe Biblia. Sasa mimi nikakaa pale nikasema mimi napenda sana Biblia, nitaipataje Biblia pale? Nikaa nimetoka kwenye kamari, nimesimama pale kwenye migomba, pembeni ya migomba pale naangalia. Mimi shida yangu kupata Biblia, nitaipataje Biblia pale? Umeona bwana? Sasa bwana mzee fuagale Biblia. Wakati kukaa kwenye siti zao. Mzee akasemaje? Kuna mtu anataka kubatizwa hapa. Umeona bwana? Mzee akasema kama kuna mtu anataka kubatizwa mwingine hapa atoke mbele. Umeona bwana? Basi mimi kabidi sasa pale. Aliposema kama mtu anataka kubatizwa, mimi nikatoka mbele. Wa kwanza nikaja kukimbia kwa mzee. Umeona bwana? Nikabidi nikimbie kwa mzee pale. Shida yako nipate Biblia tu. Nilipokuja akaja mdogo mmoja akafuatia nyuma. Akafuatia mwingine, tukawa watatu. Tukaenda pale kwa mzee. Akasema nataka kubatizwa nataka kubatizwa. Mzee akafurahi sana. Akasema mnaona jamani vijana. Kumbe nataka kubatizwa, hata mnasema watu hauni si nafuta bangi nini na nini. Watu wanataka kubatizwa. Ulijua kama atakuja hawa? Mzee mimi ndo tukatoka pale. Mzee akasema wakabatizwe hawa. Umeona bwana? Tukachukuliwa na mchungaji Makaranga kwenye gari, tumepeleka juu kwa mtoni. Tulipofika mtoni kule, mheshimiwa,
tunaenda kubatizwa. Mimi kitendo kile cha kwenda kubatizwa kile, tunabadilishwa nguo. Wameanza wenzangu wale, mimi nikawa mwisho pale. Yaani mimi mchungaji Makanga kunichukua kunishika kunitia kwenye yale maji na kunitoa. Kanitoa, nikaona kama nimekuwa mtu mwingine kabisa, nimekuwa mtu mpya kabisa nimeona. Yaani nimeona mizigo yote nimeiacha mtoni kule. Yaani siku ile nikasema nimekuwa yaani naona hivi, yaani nilipoingia tu kwanza ile ya kwanza ile kurudi. Nikaona kama nimekuwa mwingine. Yaani nimekuwa yaani nimeshangaa, sio nimekuwa nikasema hivi kweli nimekuwa mimi hivi, bwana nimekuwa mwepesi kwanza. Sijaamini. Tukatoka kule mtoni, tumepanda gari tumerudi zetu hapa. Tukapandishwa hapa jukwani pale, mzee katupa ahadi zake, katika mzee katuahidi, tukategemea katuahidi vitu kama vile. Hawa vijana watatu hawa walioko mahali hapa, nimeshamwamini Yesu. God bless you. I know. Yaani hilo jambo la ubatizo mwanangu usingeweza hata kusikia. Sasa naomba hivi mchungaji usimame. Hawa vijana watatu kesho mna nafasi ngapi asubuhi? Kesho asubuhi Joshua utakuja hapa, utakutana hapa na mchungaji. Kesho asubuhi saa 3 saa 4 utaondoka na wao vijana. Tutakupatia hela usiku wa leo, ukawanunulia kwenye duka lenye suti nzuri sana, kila mmoja suti. Suti nzuri na viatu na tai. Sawa? Suti nzuri kabisa, sio zile za mitumba. Suti nzuri kama ngapi zinazo na tai. Atakuonyesha duka mchungaji. Mtaondoka wote hapa na gari la mchungaji. Suti na shati na koti na tai na viatu na socks. Ndio mkakae. Kesho sana. Alafu mengine tutaongea baadaye. Sio hiyo tu, na mengine ni baadaye, na kama ni kuwatafutia ni mtaji pia wa biashara. Lakini kesho mtaanza na suti. Kwa hiyo kesho saa 9 hapa mtakuwa mmevaa suti zenu hapa. Alafu nitawapenda na microphone mhubiri kidogo hapa. Kesho hapa tutasimama wahubiri 4. Yaani maisha yangu bwana mtumishi, maisha yangu sijategemea kama nitakutana vitu kama vile. Yaani vitu vile mzee alifanyia mimi sijawahi kuona, yaani si nisemeje yani. Yaani mzee akatoa ahadi pale, yaani hatujategemea, yaani wote sio peke yangu, hadi wenzangu. Mzee akasema mchungaji, hawa vijana watatu kesho nataka wakanunulie suti. Wakanunulie suti hawa vijana watatu, wakanunulie tena suti yenyewe sio mtumba, suti zenyewe original za dukani. Sio mtu, yani mzee anasisitiza sio suti mtumba, suti za dukani zenyewe kabisa wakanunulia vijana watatu. Na nguo zingine za kutembelea, za kufanya mambo yao ya nyumbani. Hawa vijana watatu. Na ikipenda nitabariki, hata nitawapa labda mitaji kama ikiwezekana. Yaani kusema kweli mtumishi siku zile, yaani mimi sijaamini. Yaani kwanza nilikuwa siamini kama nitaenda kununua suti. Nijua tu mzee John anaongea tu pale, anaongea tu sababu tumeenda kubatizwa. Tukaambiwa kesho mna muda saa ngapi kesho? Tumeuliza sisi. Kuna mdogo mmoja akasema kesho tutakuwa na muda kama saa 3 au saa 4. Akasema sawa. Mtakuja hapa saa 4, mtakutana na mchungaji. Nitampa kijana wangu hapa hela. Atampitia mchungaji, atapeleka kwenye kuchagua suti. Mtumishi sisi kesho yake tumekuja. Mimi kwanza sikulala ule usiku. Yaani ule usiku ule sikulala, ninaona kama nachelewa kuamka. Umeona bwana, lakini tulipoamka asubuhi mimi wa kwanza kuwafuata wale watoto wale. Jamani tunachelewa muda. Mbona muda tumekuja mpaka saa 4 kana dakika 2. Tunachelewa jamani, tena tuwaini. Kwa hiyo tumekuja hapa uwanjani mida ya saa 4, tumekuta mtumishi mmoja hapa, akaja mchungaji Makaranga pale na mtumishi wa mzee akaja mmoja, tunapelekwa mjini. Tunapelekwa mjini bwana, tunapelekwa na mimi naona kama vile masiara, tunapelekwa dukani. Tumeingia dukani pale, kufika pale dukani pale tukaambiwa bwana na mchungaji Joshua Joshua. Mchungaji Joshua na asifiwe, dada asifiwe yule pale, akatuambia hili ni duka la suti, naomba kila mtu achague suti
Kila mtu achague suti anayoitaka hapa, ni nguo anayoitaka achague mwenyewe. Asije akasema kachaguliwa nguo mbaya. Kila mtu achague nguo ambayo anaitaka. Bwana tukaanza sisi tukachagua nguo pale, tukachagua suti, kila mtu akachagua suti anayotaka pale. Tukachagua suti moja pale tukaweka pembeni. Mwana bwana tuka hapo tukaambia tuchague na mashati. Tukachagua na mashati mawili kila mtu. Tukaweka pembeni. Tukaambia chague na suruali tena 2. Tukachagua na suruali kila mtu 2. Tukaweka pembeni. Tukatoka hapo tukanunulia mikanda. Tukapewa soksi. Yani kila kitu tumepewa pale kipya. Kila kitu kipya tumepewa pale. Tukatoka pale na ndugu zangu yani hatuamini kama ile mizigo tunapewa sisi yani ile mizigo. Sababu zile hela zilikuwa nilipa pale yani yani uwezi kuamini hela zile zilikuwa. Yani mimi bwana mtumishi babangu mimi alikuwa askari. Alikuwa askari kwa mwanajeshi. Amestaafu jeshi miaka kama mingi tu nyuma hapo. Mpaka sasa hivi ipo. Na news nimwambia mzee nimepata wokovu. Mzee mwenyewe nikaamua ni kama vile kwanza kanitesa maneno ya ukali kanisema sana. Umeona kaniambia kwa nini umeamua kwenda huko kwenye wokovu? Yeye kwa sababu mzee wangu yeye pale nyumbani yeye ni mzee wa jumuiya, wanamuita katakista, sio anamuita pale. Ndani kwake kuna msalaba analala nao pale, unajua? Jumuiya inasali pale kwetu nyumbani pale. Kwa hiyo mzee nilimwambia ile maswala, akasema utajua mwenyewe kwa nini umejiamulia mwenyewe kwa kujaniambia. Kwa hiyo naokoka. Kaambia hamna mzee, mimi mwenyewe simejielewa ndio maana kwenda kwenye kuokoka. Wewe unajua kwa sababu gani mimi mzee nimeamua kufanya hivi? Na mzee wangu bwana, mtumishi mzee wangu mimi alikuwa ni mkorofi lakini hii kamali kashinda kunizuia. Hai mtumishi, yani siku ile kwa siku zile, yani mtumishi yani wewe acha sijakumalizia. Navochukua zile suti siku zile navaa suti, maana suti nimevaa kwa mchungaji. Nyumbani kwake kule Kimazimbo tumeenda. Tumekuja na suti mpaka hapa. Kwa njia tunapita watu tunawasalimia hatujui kama ndo sisi. Sasa tulipotoka hapa kwenye mkutano naenda nyumbani siku ile nyumbani mara kwanza nafika nyumbani. Wale waliniambia kwanza karibu mgeni. Wamesema mgeni karibu. Jamani. Kuangalia hivi yani mimi amecheka sana. Imekwaje? Imekwaje mbona jamani? Mbona badilika ghafla imekwaje kabisa? Hamna. Mambo ya Mungu tu haya. Hamna. Wewe haiwezekani. Wewe umepata bila kununua suti. Umeona? Nikaanza kuelezea jinsi ilivyokuwa mimi suti nimepata kwa mzee katunulia suti. Wakasema hakuna. Wewe utakuwa umepewa hela. Yaani wewe utakuwa umepewa hela tu. Sio suti, utakuwa umepewa hela utangaze labda injili ya huyo mzee. Hata mzee nilipomwambia baba naye anakachukua maneno hayo. Wewe utakuwa umepewa hela. Siku ya siku wananisumbua tu kwenye simu wanipigia watu wananiomba hela. Uze tupe hela uzopewa na sisi tugani na sisi uzopewa. Umeona bwana? Lakini sasa ndugu yangu mpaka mimi nimefikia hapa. Siamini. Siamini kama nimefikia hatua hii yani. Namshukuru sana Mungu. Niona mzee John kama kachelewa kuja Morogoro, sio yuko wapi. Kwa sababu umri ushaenda, naona mzee kachelewa, kanichelewa, ila watu wanasema mzee mimi sijachelewa. Ila mzee mimi kama kanichelewa. Yaani kwanza anavyoniambia mzee leo tunamwaga hapa. Leo inaniuma sana. Anavyoondoka sasa atatuacha tu katika hali gani? Maana mimi hata sielewi. Yaani mzee John alipofika siku ile yaani mzee John kanichanganya. Siku ile si nisemeje. Ni bwana anataka kuongea ndugu yangu. Mimi kanitoa hapa sijui kwa mwenzangu. Ila mimi kwa wenzangu sijui. Ila mimi mzee pale. Yaani siwezi kurudi tena labda sijui sisemeje. Namshukuru sana mzee John. Yaani mzee John mimi kawa ndo kama baba yangu sasa hivi. Kwa sababu baba yangu kaangaika sana kunitoa pale kashindwa. Mzee John alifanya hivi, yani kwanza hivi alifanya hivi, nilikuwa nimeheshimika mimi. Mimi mama alikuwa ananiita mtaani, naona mimi naharibu watoto zao, lakini nitoka nilivaa hii suti. Yani mimi naitwa na watu tofauti wananiita. Watu wananiita tofauti, je kuniita tu wananiita. Tunaongea na maneno ya kawaida, maneno ya kiutuzia na busara.